niwe hodari. Nimekuja kuliambia kanisa la Boga ya kwamba tuwe hodari katika Bwana na tena katika uwezo wa nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana vita vyetu si juu ya damu na nyama. Kuna wachawi, kuna waganga, kuna maadui, kuna watu tunaishi nao, meandikwa kazi nao, wanapanga njama. Kama juzi tulikuwa tunaangalia vile ambavyo wale maliwali waliofanya kazi pamoja na Daniel wakapanga njama ili kwamba Danieli aliwe na simba. I want to thank God kwa sababu Daniel aliomba na akapata nguvu za Bwana zikamsaidia simba. Hawakupatia Yesu makofi mazuri, maana there is power in the name of God. Amen. So tunaangalia habari za nguvu ambazo zinatufanya tushinde mikakati ya shetani, na tutaangalia katika kitabu chengine cha 1 Samuel. Hiyo ndio itakuwa kigezo cha dimension number 1. 1 Samuel 17. Hatutasoma kwa mstari wa kwanza, soma kwa lugha ya Kiswahili. Wakati huo Wafilisti walikusanya majeshi yao kwa vita, nao wakakusanyika huko Soko ulio mji wa Yuda. Wakatoa katika Soko na Ezeka katika Efesi Dadimu na Sauli na watumwa wa Israeli wakakusanyika, na watu wa Israeli wakakusanyika, wakatoa katika bonde la Ela, nao wakapiga vita juu ya Wafilisti. Wafilisti wakasimama juu ya mlima upande huu na Waisraeli wakasimama juu ya mlima upande huu, napo palikuwa na hilo bonde katikati. Ndipo akatoka shujaa katika kambi ya Wafilisti aliyeitwa Goliathi wa Gathi, ambaye urefu wake ulikuwa mikono 6 na shibiri moja, na alikuwa na chepeo ya shaba kichwani, tena amevaa dirii ya shaba, na uzani wake ile dirii ya shaba ulikuwa shekeli 5,000 za shaba, na mti wa fumo lake ulikuwa kama mti wa mfumaji, na kichwa cha mkuki wake ulikuwa shekeli 600 za chuma uzito wake. Na mtu aliye amchukulia ngao yake akamtangulia, naye akasimama akawapigia kelele majeshi ya Israeli, mbona mmetoka kupigana vita? Je, mimi si Mfilisti na nyinyi si watumwa wa Sauli? Jichagulieni mtu akanishukieni, kama akiweza kupigana nami na kuniua, sisi tutakuwa watumwa wenu, nami nikimshinda yeye na kumua ninyi, mtakuwa watumwa wetu na kututumikia. Yule Mfilisti akasema, na yatukana leo majeshi ya Israeli, nipeni mtu tupigane. Pia mimi nimekasirika. Amen. Mwanaume anatukana majeshi ya Israeli, majeshi ya Mungu. Turuke mstari wa 32. Chapter 32. Daudi akamwambia Sauli asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu mtumishi wako, nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu, pigane naye, maana wewe kijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Daudi akamwambia Sauli, mtumwa wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba au dubu, akamkamata mwana kondoo wa lile kundi. 35. Mimi hutoka nikafuata, nikampiga, nikampokonya imani mwake. Naomba nirudie. Mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia
kumshika ndevu zake, nikampiga, nikamuua. Mtumishi wako alimuua simba na ndugu pia, na huyo Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya ndugu ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, enda na Bwana atakuwa pamoja nao. Turuke mstari wa 40. Inasema ya kwamba 40, akaichukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe laini 5 katika kijito cha maji, akayatia katika mfuko wa mchungaji aliyokuwa nao, maana ni mkoba wake na kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake. Akamkaribia yule Mfilisti. Yule Mfilisti naye akamsogelea Daudi na kumkaribia, na mtu yule aliyemchukulia ngao naye akamtangulia. Hata Mfilisti alipotazama huku na huku, akamwona Daudi, akamdharau, kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena ana sura nzuri. Mfilisti akamwambia, je, mimi ni mbwa hata unanijia kwa fimbo? Mfilisti akamlaani Daudi kwa miguu yake. Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi kwa upanga na kwa fimbo na mkuki, bali mimi nakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Siku hii ya leo Bwana atakuwa mikononi mwangu, nami nitakupiga na kuondolea kichwa chako, nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu Israeli, nao jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki, maana vita vya Bwana, vita ni vya Bwana, naye atawatia mikononi mwetu. Watia Bwana mambo mazuri. Ikawa hapo Mfilisti alipochinua, akaenda akamkaribia Daudi. Ndipo Daudi naye akakuja mbio, akalikimbilia jeshi ili akutane na yule Mfilisti. Daudi akatia mkono wake mfukoni, akatoa humo jiwe moja, akalitupa kwa kombeo lake, akampiga Mfilisti huyu kipaji cha uso. Jiwe hilo likamuingilia kipachini, akaanguka chini kifudini. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Nguvu ambayo ina uwezo wa kunyamazisha mishale ya shetani, ya kunyamazisha hila za shetani. Bwana asifiwe. Waisraeli ni watoto wa Mungu. Waisraeli ni taifa la Mungu, walioitanishwa kwa jina la Bwana, waliomwangaza kwa dunia. Bwana asifiwe. Wameinuliwa mfalme anaitwa Sauli. Wameenda vitani kupigana vita na Wafilisti ambao hawana Mungu, lakini wana kiburi kwa sababu wana mwanajeshi anaitwa Goliathi ambaye ana ukubwa si wa kawaida. Akaanza kutukana majeshi ya Mungu, akaanza kuwadharau, akaona kana kwamba hawawezi kufanya lolote. Sauli pamoja na jeshi lake wakakimbia, pamoja na Mungu wao wa Israeli wakakimbia, wakaogopa. Bwana asifiwe. Lakini nampenda Mungu kwa sababu kuna kijana aliyepakwa mafuta, kuna kijana aliyekuwa anointed na nguvu za Bwana, anaitwa Daudi. Alikuwa kijana mdogo, lakini alikuwa amepakwa mafuta na uwezo wa Mungu ulikuwa juu yake. Sema amen. Chalie Bwana makofi mazuri. Uwezo wa Mungu ulikuwa juu yake. Sema amen. Na katika hiyo hali akasikia uchungu, akakasirika ya kwamba haiwezekani Mfilisti asiyetahiriwa mwenye hana Mungu atukane jeshi la Mungu wa Israeli. Sema amen. Hiyo ndio hasira tunahitaji
2026, ili maadui wajue ya kwamba kuna Mungu. Bwana asifiwe. Ili watambue ya kwamba kuna Mungu Israeli. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba vita ikaanza. Amen. Wale Wafilisti wakainua mwanajeshi wao, Waisraeli nao wakainua mwanajeshi wao. Matusi ilikuwa imekaa sana, maana Biblia inasema ya kwamba huyu Daudi alikuwa anainuka kila siku asubuhi na jioni kwa siku 40 days, anawatusi wanamuogopa, pamoja na kwamba ana Mungu, anawatusi wanamuogopa, kama vile ambavyo kuna watu wamekaliwa. Praise God. Sema amen. Na katika hiyo hali Filisti akamwangalia Daudi, anashangaa sasa, anamwambia leo hii nitakukata kichwa chako na majeshi yenu, mizoga yao italiwa na wanyama wa mwituni na ndege wa angani. Sema amen. Goliathi akajipanga apigane naye. Daudi akateremka katika kijito, akajichukulia mawe matano na akamwambia kabisa ya kwamba vita hivi vya Bwana si vita vya mwili, ni vita vya kiroho. Vita hivi ni vya Bwana. Sema amen. Akachukua mawe matano akayatia katika mfuko wake wa kichungaji, akamsongelea na akachukua jiwe moja akalitia katika kombeo yake, akalizungusha. Maybe in the spirit alikuwa na intercede, anasema kwa jina la Bwana ninakuangusha Goliathi. Akazungusha na akaliachilia. Nampenda Mungu kwa sababu katika hali halisi jiwe haliwezi kuangusha mwanajeshi, lakini la Daudi lilimwangusha kwa sababu ya nguvu zilizokuwa ndani yake. Sema amen. Goliathi hakuangushwa na jiwe la Daudi. Goliathi hakuangushwa na ujuzi wa Daudi. Goliathi aliangushwa na uwezo wa Mungu uliokuwa ndani ya Daudi. Kanisa la leo tunahitaji nguvu za Bwana. Kuna watu wanaogopa wachawi, wanaogopa maadui, wanaogopa wale ambao wametuendea kinyume, lakini nataka nikwambie hao ni chakula chetu wakati ambapo tumechanga kwa Bwana. Ni ombi langu leo kila mtu apokee hiyo nguvu. Ni ombi langu leo Mungu akipate kuchanga mtu na hizo nguvu. Wakisimama unawaendea kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Sema leo mtu ajazwe na hiyo neema. Leo mtu aongezeke na nguvu ya Daudi. Goliathi wako leo aanguke kwa jina la Yesu. Maana Bwana anatutia nguvu. Bwana anatuwezesha. Sema tumefunga siku zote. Si vyema tutoke vile tulivyoingia. Amen. Si vyema tutoke vile tulivyoingia. Ni vyema tutoke tukiwa tumejazwa na hiyo neema. Nasikia kwa convinced ya kwamba kuna mtu leo anatoka na upako wa Daudi wa kuangusha Goliathi kwa maisha yake, wa kuangusha Goliathi kwa maisha yake, wa kuangusha Goliathi kwa maisha yake. Leo mtu anatoka na hiyo neema. Wacha Yesu makofi mazuri. Bwana asifiwe. Nani ambaye anatamani hizo? Bwana akuajalie hizo nguvu leo. Bwana akuajalie hiyo neema leo. Bwana akuajalie mafuta. Sema amen. Thank you Lord. Dimension number 2. The power to possess. Ama nguvu ya kumiliki. Watu sote Luka 11. Luka 11. Luka 11. Luka 11.
21. Biblia inasema 21:22, mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake alindapo nyumba yake vitu vyake salama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemeza, kuyagawanya yake. Tende Deuteronomy, hii dimension number 2 is the power to possess. Tumesoma Luke 11:21 na tunasoma Deuteronomy 7. Deuteronomy ni Kumbukumbu la Torati 7 mstari wa kwanza na wa pili, and I will read. Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uiendayo kuimiliki, atakapoyang'oa mataifa mengi watoke mbele yako, Mhiti na Girgashi na Mwamori na Mkanaani na Mperizi na Mhivi na Myebusi, mataifa saba makubwa yenye nguvu kukupita wewe. Wakati Bwana Mungu wako atakapoatoa mbele yako, nawe utawapiga. Wakati huo ndipo waondoe kabisa, usifanye agano na wala kuwahudumia wala usinenao. Pate Yesu makofi mazuri. The power to possess. Bwana asifiwe. Unaona, wakati Mungu ametuita huwa anatuahidia vitu. Bwana asifiwe. Anatuahidia vitu, anatuahidia baraka, anatuahidia maeneo tumeingia. Waisraeli waliahidiwa nchi ya Kanaani, na ile nchi ya Kanaani walioahidiwa na Mungu sieti haikuwa na watu, ilikuwa na Waperizi, ilikuwa na Waamori, ilikuwa na wana wa Anaki, ilikuwa na Wayebusi. Praise God. Na katika hiyo hali Waisraeli wanataka ni hivi, wamefika Bwana sasa awaondoe wale watu walio katika hiyo nchi ili Waisraeli wamiliki. Yesu akasema ya kwamba Mungu aliyekamata vitu vyako uwezi kuingia kwake uichukue mpaka kuna mtu mwenye nguvu zaidi akamshike amfunge, halafu pokenye yao. Sema amen. So vitu vyetu ambavyo Bwana ametuahidia vitu, lakini ili tuvipate ni lazima tuwe na uwezo na ile nguvu ya kuvimiliki. Sema amen. Because that we possess, ni lazima we conquer it in the spirit before it's manifested in the physical. Amen. Ukipata mtu ana utajiri wa asili, alianza kupata utajiri katika ulimwengu wa roho, halafu ndio ikawa manifested in the physical. Amen. So wakati ambapo kuna kitu tunataka ya 2026, tumeahidiwa ya kwamba kuna mambo mema, Bwana amekuahidi mambo mema, lakini haya mambo mema ili uyapate ama uishi katika hiyo mema ambayo Bwana ameahidi, ni lazima uwe na ule uwezo na hizo nguvu za kuingia katika hayo mema Bwana aliyekuahidi. Ndio maana mchana wa leo tunaenda kupokea nguvu na uwezo utakaotuwezesha kuingia katika hiyo baraka, utakaotuwezesha kuingia katika yale maisha ambayo Bwana ameahidi. Sema amen. Sema amen. Uwezo wa Mungu utakaotuwezesha yale maisha Bwana aliyotuahidia. Wapendwa, ni vizuri kusoma, ni vizuri kupanga mikakati ya maisha, ni vizuri kuweka mambo sawa katika ulimwengu wa kawaida, lakini ili hayo mambo ambayo tunayapanga yafanikiwe, tunahitaji nguvu ya Mungu. Kuna mtu akasema ya kwamba mimi
nimejipanga, nimesha pesa zangu, nimetaka kufungua biashara, lakini kile kitu nataka kufanya, kila nikianza kinapopia ni kumaanisha hauna ule uwezo, hauna hizo nguvu za kukuingiza pale mahali ambapo unataka kufika. You need the power of God. Hauhitaji kitu kingine. Kama pesa unayo, kama akili hayo, kimebaki ni nguvu ya Bwana ikumilikishe. And today, by God's grace, we shall conquer in the spirit. Amen. We shall possess in the spirit. Alafu baadaye iende kuwa manifesto in the physical. 2026 wetu wa kushangaa. Kwani ulienda wapi? Utaambia nilipokea nguvu za Bwana. Sema amen. Watakuuliza ilifanyika nini? Utasema nilipokea uwezo wa Bwana. Na baada ya huu mwaka watu wataimba wimbo mpya. Sema amen. Utakuja hapa 2027, 2026, 2027 tukivuka mwaka. Nani ana ushuhuda? Sema mimi hapa. Ukiambiwa toa ushuhuda, unaanza kuimba. Sijui. Nimepigana sijui. Maana kuna uwezo wa Mungu ambao umekupitisha. Sema amen. Utaimba wimbo. Utashangaza watu. Maana walijua hauwezi. Walijua huwezi pita. Walijua huwezi fanya hiyo biashara. Walijua huwezi elewa. Walijua huwezi pata mtoto. Lakini by the power of God umepata. Unaanza kuimba wimbo. Unasema sijui. Imekuwaje sijui. Pia wewe utaimba wewe wimbo kwa jina la Yesu. Chapia Bwana makofi mazuri na tena na vigelegele. That is the name of Jesus. Wakati tunapoishi ambayo sio Mungu, hatuishi maisha ya Mungu. Lakini tukiishi maisha ya Mungu za Bwana, tutaishi yale maisha ambayo Bwana ametuahidi. Kila mtu kuna ahadi yake, na hiyo ahadi ulionayo, pengine kuna adui anaikamata ili pawa iloke uingie umiliki alikuwa. Sema amen. Tuapia Yesu makofi mazuri ya shangwe. Maana leo tunapokea nguvu. Sema leo tunapokea nguvu. Nasema leo tunapokea nguvu. We shall receive power in the name of Jesus. Revelation number 3. Revelation number 3. The power to do ministry. Amen. Nguvu ya kufanya huduma. Ministry is God's divine assignment. Amen. Ya kwamba huduma, amen, ni assignment ya kiungu. Na kama vile we need physical energy for physical assignment, when it comes to ministry, there's a spiritual assignment, then we need spiritual power. Bwana asifiwe. Ya kwamba ikifikia ni wakati wa kufanya vitu vya kawaida. Kama unataka kupigana, unaenda unafanya mazoezi, napiga chini na chuma, unapata ujuzi na nguvu ya kupigana. Na ikifikia ni wakati wa mambo ya rohoni, pia unahitaji neema na nguvu za Mungu ili kwamba huduma ikapate kufanyika vizuri. Sema amen. Yesu aliwaita wanafunzi wake, lakini we shall focus on the call of Apostle Peter. Apostle Peter aliitwa akiwa pale katika ziwa akivua samaki. Yesu akamwita na akamwambia, kuanzia leo hautakuwa unavua samaki tena. Petro, nimekuita, nimekuchagua, utakuwa unavua watu. You are an apostle, you are not a fisherman. Akasisi kuvua samaki na akamwanzisha process ya kuvua watu. Sema amen. Tunaona katika wanafunzi wote, Petro alikuwa anatembea na Yesu. Tumemwona kwa scenario hii, na ikafikia wakati Yesu akamspot
Amen. Yesu akamhakikishia ya kwamba nimekuita na katika wewe nitajenga hekalu langu. Hautaitwa tena Petro, utaitwa jiwe, na juu ya mwamba huu I will be my church and no gates of hell shall prevail. Na kumwambia katika wewe nimekupa funguo za ule ufalme. Kile utafungua duniani hata mbinguni kitafunguliwa. Lakini ilikuwa ni promise. Amen. Ilikuwa ni promise, ilikuwa haijafanyika. Ilikuwa ni ahadi kwamba nita, but it was never manifested. Amen. Na katika hiyo hali naona kumwambia Yesu mahali mwingine, Yesu akisema naenda kukamatwa, naenda wakati wangu wa kukamatwa umefika, wa kuteswa. Petro akainua sauti akasema, mimi nikiwa hapa hakuna mahali naenda, hakuna mtu atakugusa, hakuna mtu atakushika, na kama nikufa nitakufa nawe. Yesu kaambia wewe hujui, na ukumbuke bado hajapata nguvu. Ukumbuke bado alinenewa, lakini haijatendeka. Wakati aliposikia ule mcheleni unaingia kwa Yesu, ria akaangalia, mwingine ukaingia, ria toka na nyama, akaangalia. Petro akajitenga, akaamua, Baba, sina kama wewe ni mmoja wao, sema wewe tuheshimiane, mimi na Yesu ni wapi na wapi? Akaenda mahali mwingine kwa Yesu, kama wewe alitamani lakini hakuwa na uwezo. Alitamani lakini ana nguvu. Hana watu hawajapaka mafuta. Aliambiwa lakini haijatendeka. Akaogopa kama unavyoogopa. Kama unavyoogopa wachawi. Kama unavyoogopa hukumu. Akaogopa. Sasa tunaona Yesu amekufa, amezikwa. Petro akasema, aliyesema atanijenga kama katika mwamba ataenda kaburini. Let us go back to the fishing assignment. Na akachukua wenzake wakarudi mtoni kwenda kuvua. Yesu hajamalizana na yeye, alipofufuka akawafuata huko mtoni. Anamwambia Petro, wanipenda? Anasema Bwana wajua nakupenda. Na Bwana chukua kundi lako. Pengine haikuandikwa, pengine sio, akasema kwa nini unarudi tena huko baharini unasema nanipenda? Kwa sababu Petro hajatiwa nguvu. Bwana asifiwe. Peter is not yet anointed. Amepewa tu promise. Hallelujah. Lakini sasa hivi Yesu amemaliza assignment yake, anataka kupaa juu na kwa confirm na the power to do ministry. Acts, Matendo ya Mitume 1:8 anasema ya kwamba lakini mtapokea nguvu akisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na katika Samaria na hata mwisho wa nchi. Patia Yesu makofi mazuri. Sasa anaambia mitume wote na wale waliokuwa katika kile chumba cha juu, that you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. You will be my witness in Jerusalem, in Judea and Samaria,